nimekosa Baba, nimekosa, hurumie. Nimekosa Baba, nimekosa, nihurumie. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Bwana awe nanyi. Wapendwa ndugu zangu, tunaadhimisha Jumapili ya 3 katika kipindi cha Kwaresma, na leo ni Jumapili ya kuomba huruma na msamaha kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mungu amejaa huruma na neema. Na ndio maana katika ufunguzi tumesema tumekosa, tukimwomba Mungu atuhurumie, kwa sababu yeye ni huruma ya milele. Tumwombe Mwenyezi Mungu atuhurumie sisi, aihurumie dunia nzima, na awahurumie wale wote ambao wanaomba huruma yake na msamaha. Katika ibada hii tunamwombea roho ya marehemu Hana Wairimu Nguguna, ambaye ni dada wa Lucy au kwa jina lingine Mama Charles. Tukimwombea huyu mwenzetu Hana ambaye ni dada yake huyu Lucy, Mungu aipe roho yake huruma na ingize kwenye uzima wa milele. Brothers and sisters, today we celebrate the 3rd Sunday of Lent. And today we are asking for the mercy of God, because God is full of mercy and kindness. We bring our families, and we bring those who are asking for the mercy of God in this celebration. And also we pray for the world, so that we may experience the mercy of God. In this Eucharist celebration, we are praying for the eternal rest of Hana Wairimu Nguguna, who is the sister of Lucy, or Mother Charles. With those intentions and the intention we hold in the silence of our heart, tukiri dhambi zetu sasa, ili tuweze kupata mastahili ya kuadhimisha adhimisho hili. Na muungamia Mungu Mwenyezi, Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu
na tufikishe kwenye uzima wa milele. Na mema yote, ulionyesha kuwa dawa ya dhambi ni kufunga, kusali na kutoa sadaka. Uwe radhi kutazama ungamo hili la unyonge wetu, ili maadamu tunajinyenyekesha na dhamiri zetu, tuinuliwe daima na rehema yako. Kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu Mungu daima na milele. Amen.
Somo la kwanza. Siku zile Musa alikuwa akichunga kondoo wa Yethro mkewe aliye kuhani wa Midiani. Aliwapitisha jangwani, akafika kwenye mlima wa Mungu, ndio Horebu. Malaika wa Bwana akamtokea katika sura ya moto aliyowaka katikati ya kichaka. Musa akatazama, kumbe kile kichaka kinawaka moto, lakini hakiteketei. Hapo Musa akasema, nitajongea nipate kuona jambo hili la ajabu. Nione kwa nini kichaka hicho hakiteketei. Bwana akamuona anakaribia apate kutazama vema. Naye Mungu akamuita kutoka katikati ya kichaka. Musa, Musa, akaitika, mimi hapa. Hapo Bwana akasema, usikaribie hapa. Vua viatu vyako miguuni mwako, kwa maana mahali hapo unaposimama ni nchi takatifu. Tena Mungu akasema, mimi ni Mungu wa baba yako, Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Basi Musa akajifunika uso, akiogopa asimwangalie Mungu. Bwana akasema, mimi nimeyaona mateso ya watu wangu wanaokaa Misri. Nimesikia kilio wanachotoa sababu ya wasimamizi wao wadhalimu. Kweli nayajua mateso yao. Mimi nimeshuka chini kuwaokoa katika mikono ya Wamisri. Niwapandishe kutoka nchi hiyo, niwapeleke katika nchi iliyo njema tena kubwa, katika nchi inayotiririka maziwa na asali. Hapo Musa akamwambia Mungu, iwe hivyo. Mimi nitafika kwa wana wa Israeli na kuwaambia, Mungu wa baba zenu amenituma kwenu. Lakini wakaniuliza, jina lake ni nani? Nitawajibu nini? Mungu akamwambia Musa, mimi niko ambaye niko. Akaendelea kusema, ndivyo utakavyowaambia wana wa Israeli, mimi niko ndiye aliyenituma kwenu. Tena Mungu akamwambia Musa, utawaambia hivi wana wa Israeli, Bwana Mungu wa baba zenu, Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo amenituma kwenu. Hili ndilo jina langu milele, watakalonitaja nalo vizazi vyote. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana. Bwana ni mwenye huruma na neema. 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 Umsifu Bwana nafsi yangu, na yote yaliyo ndani yangu yalisifu jina lake takatifu. Umsifu Bwana nafsi yangu, wala usisahau fadhili zake zote. Bwana ni mwenye huruma na neema. Yeye
zako zote. Anaponya magonjwa yako yote. Yeye ana ukomboa uhai wako na kaburi. Anakuvika taji la fadhili na rehema. Bwana ni mwenye huruma na rehema. Bwana anatenda mambo ya adili na haki kwa wote wanaoangamizwa. Alimjulisha Musa njia zake. Wana wa Israeli matendo yake. Bwana ni mwenye huruma na rehema. Bwana ni mwenye huruma na neema. Hakasiriki upesi, ni mwingi wa fadhili. Maana kama vile mbingu zinavyoinuka juu ya nchi, ndivyo wema wake ulivyo mkuu kwa wamchao. Bwana ni mwenye huruma na rehema. Bwana ni mwenye huruma na neema. Somo la pili, somo katika barua ya kwanza ya Mtakatifu Paulo kwa Wakorintho. Ndugu, nataka mjue kuwa baba zenu aliwaongoza wote na wingu, na wote walivuka bahari. Basi wote walibatizwa katika wingu na bahari wawe wa Musa, wote walikula chakula kile kile cha kiroho, na wote walikunywa kinywaji kile kile cha kiroho. Kwa maana waliunywea mwamba wa kiroho uliofuatana nao, na mwamba ule ulikuwa ni Kristo, lakini si wengi wao waliompendeza Mungu. Hivyo waliangamizwa jangwani. Hayo yalitendeka kwa kutuonya sisi, tusije tukatamani mabaya kama wale walivyotamani, wala msinunuike kama wengine wao walivyonunuika, wakauawa na mwangamizi. Hayo yote yaliwapata kwa jinsi ya mfano, yakaandikwa yatuonye sisi tuliofikiwa na nyakati za mwisho. Kwa hiyo aliyejiona amesimama na aangalie asianguke. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Kwako Kristo, utukufu kwako milele. Sifa kwako Kristo, utukufu kwako milele. Tubuni, asema Bwana, kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Sifa kwako Kristo, utukufu kwako milele. Sifa kwako Kristo, utukufu
The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Luke. We are reading from the Gospel of Luke, chapter 13, verse 1 to 9. Some people told Jesus about the Galileans, whose blood Pilate had mingled with the blood of their sacrifices. Jesus said to them in reply, "Do you think that because these Galileans suffered in this way, they were greater sinners than all other Galileans? By no means, but I tell you, if you do not repent, you will also perish as they did. Or those 18 people who were killed when the tower at Siloam fell on them, do you think they were more guilty than everyone else who lived in Jerusalem? By no means, but I tell you, if you do not repent, you will also perish as they did." And he told them this parable. There once was a person who had a fig tree planted in his orchard. And when he came in search of fruit on it, but found none, he said to the gardener, "For 3 years now I have come to search of fruit on this fig tree, but have found none. So cut it down. Why should it exhaust the soil?" He said to him in reply, "Sir, leave it for this year also, and I shall cultivate the ground around it and fertilize it. It may bear fruit in the future. If not, you can cut it down." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Jesus is full of mercy and kindness. Lord, you are full of mercy and kindness. Those are the words which we sang in the responsorial psalm, which is also the main teaching of this Sunday, the mercy and the kindness of God. Tunapoadhimisha hii Jumapili ya tatu, Mama Kanisa anatualika kutafakari juu ya huruma na neema ya Mwenyezi Mungu. Huruma na neema ya Mwenyezi Mungu. Mercy and kindness of God. Na tunaambiwa kwamba tungefahamu huruma na neema ya Mwenyezi Mungu, tungeficha nyuso zetu tusimkaribie Mwenyezi Mungu. If we could know how God is merciful and He is kind to us, even we can hide our face, ili tusimuone, kwa sababu huruma yake ni ajabu. We could hide our face because His mercy and kindness is so great to us. We cannot imagine it. Hatuwezi kuifikiria huruma hiyo ya Mungu. Ungeficha uso wako hivi. Because we cannot imagine of the mercy and the kindness of God in our life. That's why even Moses
in the first reading, when God appeared to him, he was terrified. Alikuwa ameogopa. God was telling him, remove your shoes, because the place you are is holy. Musa tunaambiwa, he was terrified. Moses was terrified because of that voice. And he could not understand. Alikuwa haelewi, ni mambo gani haya? He was paralyzed because of the mercy and the kindness of God. Sasa sisi tunavyoadhimisha maadhimisho haya makuu, tunaiona hiyo huruma ya Mwenyezi Mungu. When we celebrate this Eucharist celebration, we see Jesus coming to our life. And also we receive Jesus through the Eucharist. Ni kwa huruma tu tunafanya hayo. Tunampokea Yesu. Are you terrified? Are you terrified when you experience the mercy and the love of God in our life? Unaogopa? Unashtuka? Saa nyingine hatushtuki. Tunaona kama jana. Unashtuka hiyo huruma ya Mwenyezi Mungu inavyokuja kwetu. As I said in the beginning of this Mass, we are meditating in those things. And today we are told is the first scrutiny of those who are going to receive baptism in Easter. And today, those who are going to receive baptism or to be confirmed, especially the adults, we are invited to meditate on the corporal works of mercy and the spiritual works of mercy. Matendo ya huruma kwa mwili na matendo ya huruma kwa roho. Tunapotafakari hii huruma ya Mwenyezi Mungu, kuna matendo ya huruma kwa mwili na kuna matendo ya huruma kwa roho, na yote yako 7. Kulisha wenye njaa, to feed those who are in need, those who are hungry. To visit those who are in prison, to visit them. Hai ni baadhi, ni matendo ya huruma kwa mwili. Ya roho, kuwashauri waliokata tamaa, to give a kind of advice to those who they see this life is terrible. Na kama unakata tamaa, unaona haya maisha ni terrible, hayafai, sasa una maana gani? Maisha haya Mungu ametupa kama zawadi. We see it is terrible. There is no good. Jana nilikuwa nimeenda, kuna padre mmoja ambaye ni wanaita SMWea, wanaitaje ama padre, sijui, shirika la Padre Richard. Kuna padre mwingine ambaye yeye ametokea Tanzania, anakaa kule Everett. Sasa nikaenda kumtembelea. When I was coming back from that, I was putting on my Roman collar, na niko kwenye hizi subway, and I met someone, and he told me, "Are you a priest?" I said, "Yes." He said, "You are?" I said, "Yeah." And he told me, "What is your God doing nowadays?" Mungu wenu anafanya nini sasa? Is he still crazy? Is your God still crazy? Niliogopa. Sasa nitamjibuje? Akarudia tena, "What is your God doing nowadays? Is he still crazy?" Wewe ungeanza kusema toka hapa mjinga, wewe una adabu. Ni swali amekuuliza, what is your God doing?
I told him, our God is full of mercy and kindness. Kwa sababu nilikuwa nimeshaandaa mahubiri, mimi nikamjibu, our God is full of mercy and kindness. I said, he is? I said, yes. I said, hey, he might be a good guy. Ndivyo alivyoniambia, huyo Mungu aliyejaa huruma anawezekana kama mtu mzuri. Tukaanza kuongea mambo mengine ya dini na nini. Kwa hiyo akaona huyu Mungu atawezekana kama mzuri. Kama huyu ameniambia amejaa huruma. Akaanza kunieleza watu hawana huruma tena, familia yangu ina mambo mengi. So it depends of what the answer you give to other people. When you give them a good answer, they will see the mercy and the kindness of God. Now, ask yourself, wewe maisha yako yamejaa huruma na neema? Is your life full of mercy and kindness? If it is full of mercy and kindness, God is assure us today that he will be with us. And his name will be, I am who I am. Moses was somehow stating about God's mercy and kindness. Na Mungu akamwambia, jina langu ni mimi niko ambaye niko, ndilo jina langu. Maana yake niliyejaa kila mahali. And if we today, we are full of mercy and love of God, God is revealing to us today that he is, I am who I am to us today. And if he is, I am who I am, it means we today, we are experience the mercy of God, and our life is full of mercy and kindness of God. Are you? Hilo ni swala kujida, ni kweli? Tumeimba wimbo katika maana amejaa huruma na neema. Are you? Yani yeye ndio amejaa huko au na sisi tumejaa? Kuimba Bwana amejaa huruma na neema kama sisi hatujajaa. Mtu akiongea na wewe kidogo tu umeshakasirika. Kasirika. Sasa Mungu angekasirika, wewe fikiria makosa uliyotenda wiki hii. The mistakes you commit this week, but you are here. You are here enjoying in front of God. Angekumaliza? No, he's full of mercy to us. And he wants us to be also full of mercy and kindness. Sasa, kujaa huruma na neema, tufanye nini sasa? Kama huyu Mungu amejaa huruma na neema, na sisi tunapaswa kuwa hivyo, ni nini ambacho tunakifanya? Ni kujali. To show concern. Kujali. Ndio shida inayotumaliza. That is our problem. To show concern to others. That is our problem. We do not have that. To show concern. Show concern. Ninaangaliaga hata if you be a bishop, naangalia bishop, ukiwa askofu, kama wewe ni padre ukawa askofu, watu wanasema umekuwa askofu, you are finished. Utateseka mpaka ufe. Watu hawaongei tena na wewe, wanakuona wa ajabu. So, to be a bishop in the church, they see like it's a difficult. Kwa sababu people will not show concern to you, especially the priest. Sema huyu askofu abaki huko, kaya yuko na makofia yake, sisi tu enjoy. If you be a bishop in the church, it means you are cut from the priest. Wakikuona wanasema ndio baba askofu. Yes, bishop.
wakitoka hapa aende, anaondoka saa ngapi hapa, tuendelee mambo yetu yawe mazuri. Even among ourselves, we can be like that. You are not showing concern. Even if we have leaders in our communities, anasema hivi, unasema, aseme, anamaliza saa ngapi? Si umalize. Maliza. Kwa sababu huna hiyo huruma na neema. You are empty. Ndio maana unasema umalize. Anasema tena nini huyu? What is he saying? To show concern. Concern. Kujali. Yani hapo ndo shida. To show concern to others. Hivi mtu akipata aibu unafurahi, unahuzunika. Someone is ashamed. Are you happy or you become sad? Are you praying so that someone may not be ashamed, or you want someone to be ashamed na useme ilo, hey. Are you praying that someone to be ashamed? If we are praying so that someone to be ashamed, maybe is your friend, your relative, or is your teacher, or what? Hiyo ni mbaya. To show concern, you wish success to all people. Success. Wishing success. Uwatakie watu wote mafanikio. Jesus anapotuambia, Yesu anapotuambia, he is full of mercy and love. He is also wishing success to us, we human beings. Ndio maana kwenye hii Injili anasema usiukate huo mti, uache kidogo, tutauwekea mbolea. Ukizaa, sawa. Usipozaa mwaka kesho, kwa sababu mtu akikaa, yani if something only stay like that, you give another chance, the second chance. If we will not, cut it. Kwa hiyo, second chance. Are we giving each other a second chance? Amekosea mara moja ni basi. Amekosea mara moja ni basi. Are we thinking that we are perfect? Yesu anatuonyesha we are not perfect. Always we're supposed to be given the second chance. Let us give to each other a second chance. Lakini ukipewa nafasi ya pili, fanya kweli. Onyesha kujali basi. Yani nakupa nafasi ya kwanza. Nakupa the second chance. Bado unabaki hivyo tu. Third one, fourth, fifth, no change, you will be cut. Utakatwa. Alafu ukikatwa unaanza kusema umenionea, mnanionea. Lakini first, second, third, you are not changing. Hata hapa tumeambiwa, if you are given the second chance, if you don't change, cut it. Lakini kwenye maisha yetu tunasema tuvumiliane tu. Unanitukana, nipige chafu hili, unitukane, wewe ni mpumbavu, kesho unitukane tena. Jamani, mimi ni mnyenyekevu. I'm so humble. I cannot say anything. Mimi nakwambia, stop that. Lazima umwambie stop. Kwa sababu first time umenyamaza, second time umenyamaza, third bado tena nakwambia hapana. Even if God is full of mercy and love, and he wants us to be full of mercy and kindness, but we are supposed not to have a blind mercy and a blind kindness. Yani unakuwa na kindness which is blind. Unamwacha mtu anatenda uovu tu unasema Mungu ni mwenye huruma. No, we supposed not to have that blind mercy. The mercy which God wants us to is to give another second chance to make correction. If we will not do he or she will not make a correction, you have to tell him, and maybe you can give him a kind of punishment. Umwadibu kidogo. Kule kwetu tunasema umfinya kidogo. You give a punishment.
but a punishment which is reinforcement. Reinforcement. Mimi nasoma kitu kinacho kule chuo, nasoma kitu kinacho how to build a positive behavior in the community. You are supposed to give a punishment which is a kind of reinforcement. So unamparangua mtu, unampiga kwa nguvu, huu unaua kabisa. Hapana. Reinforcement, to make a correction. Even that is how we make correction through mercy and kindness. Correction. Yani unamuumiza hapo kidogo tu. Unamkumbusha. Jesus, as we meditate this mercy and the kindness of God, let us pray to each other, brothers and sisters. Despite of the blessings we receive from God, we normally also fall to sin. We normally fail to sin. We normally commit mistake. And because we normally commit mistake, let us, in this Sunday, as we are reminded of the mercy and the kindness of God, tujitahidi. Pale tunapokosea, Mungu anavyotuambia, turekebike. Let us struggle ourselves. When we commit mistakes, let us correct and be in the right track. Tujirekebishe, tuingie kwenye njia iliyo sahihi. Na ukirekebishwa, ukubali. Useme, huyu anayenirekebisha na Yesu huyo tu. Si mdhambi kama mimi tu. Someone is giving me correction. He's a sinner like me. Why are you giving me a correction? Mimi padre, wewe mkristo. I'm a priest. You are a Christian. All we are in the same track. If we are in the same track, we correct each other so that we may reach our destination. Ili tufike kule. Tufike kunaisha waambia, mimi natamani hata niwe pale mlangoni tu, niwe nachungulia huko mbinguni. Hata pale utakuwa unaenjoy, unaona malaika wanaimba, unachungulia. Lakini utakapokuwa kule barabarani, wanaimba, unasikia watu unatamani kuona uoni. You will see people dancing in heaven, and then you are far away. You will hear voices, but you cannot see. Hiyo ya kutokuona ndio moto. Unafikiri moto unawaka, ni ile kuzuia kuona ile furaha. Unataka kuona na uoni. Ni kama huko nje unasikia watu wanaimba huko, Bwana amejaa huruma. Unataka kuona milango yote imefungwa, hata nafurahi huko anapiga vigelegele. Uoni. You cannot see. You are outside. That is what we say hell. Hell. Ile ya kutokuona ile furaha. Kwa hiyo tuombeane ili hii mercy and kindness of God, the mercy and kindness of God, it may come to our hearts today and practice it so that one day we may reach in heaven. We need to pray to each other because to be merciful and to be kind is not a simple job. We need prayers. We need encouragement from each other. Let us encourage and pray for each other so that God always can give us that grace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ndugu zangu wapendwa, tusimame tuikiri imani yetu ya Kikatoliki. Na sadiki kwa Mungu mmoja. Mwana wa pekee wa Mungu aliyezaliwa kwa Baba tangu milele yote. Mungu aliyetoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Aliyezaliwa bila kuumbwa, mwenye Mungu mmoja na Baba, ambaye vitu vyote vimeungwa naye. Ameshuka toka mbinguni kwa ajili yetu wanadamu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akapata mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kwake Bikira Maria akawa mwanadamu. Akasulubiwa pia kwa ajili yetu sisi kwa mamlaka ya Poncio Pilato. Akateswa, akafa, akazikwa.
Siku ya tatu akafuka kadiri ya maandiko, akapaa mbinguni, ameketi kuume kwa Baba. Atakuja tena kwa utukufu kuwahukumu wazima na wafu, na ufalme wake utakuwa na mwisho. Na sadiki Bwana mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kutukuzwa pamoja na Baba na Mwana, anayeabudiwa na nabii. Na sadiki kwa kanisa moja takatifu Katoliki la mitume, na ungama batizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi, na ngojea na ufufuko wa wafu na uzima wa milele ijayo. Amen. Ndugu zangu wapendwa, huruma na neema ya Mwenyezi Mungu ni kitu cha muhimu sana katika maisha yetu, na kinafanya maisha yetu yawe na huruma na neema kama yeye, ili yawavutie wenzetu. Tunapoitolea ibada hii, tunamwomba Mwenyezi Mungu apokee maombi yetu tunayatolea, amani ya kutusaidia, ili kwa huruma yake tupate baraka na tupate neema kwenye maisha yetu. Tumpelekee sasa maombi yetu tukisema: Ee Bwana, twakuomba utusikie. For God's church, may we take to the heart the gospel's call to repentance and bear the fruit the master of the vineyard expects. We pray to the Lord. Ee Bwana, twakuomba utusikie. Lord, thank you for establishing your church as a place of worship, community, and love. Meet us in every season, whether in a praise or pain. Heal the wounds of the world that has caused us, and restore it with your grace. Strengthen and unite us, reminding us of your deep love for this broken world. Use us to serve those in need and grow our faith as you grow your church. Heal our land, Lord, and let your love shine through us. We pray to the Lord. Ee Bwana, twakuomba utusikie. Prayer for the youth. Thank you, God, for the gift of our youth. We ask for your guidance, strength, and protection in their lives. Help them to make good choices, to walk in your truth, and to trust in you. Fill their hearts with love, peace, and courage. Surround them with good friends and people who will lead them closer to you. When they face challenges, remind them that you're always with them. May they shine your light wherever they go. In Jesus' name we pray, amen. Ee Bwana, twakuomba utusikie. We pray for eternal rest of Hannah Wairim, as this Mass is offered for her, so that God can grant her eternal rest in heaven. Ee Bwana, twakuomba utusikie. We pray also for the community, our community, the Kenyan community, especially those who worship here in this parish, St. Robert, so that always when they worship here, they may receive what they need in their life. We pray to the Lord. Ee Bwana, twakuomba utusikie. We pray for the prayers we hold in the silence of our hearts, for our needs, and for the needs of those who always ask for our prayer. God grant them what they need. Ee Bwana, twakuomba utusikie. Mungu Baba wa mbinguni, uliyesema umejaa huruma na neema, maombi tuliyokutolea siku ya leo na maombi ambayo yako mioyoni mwa waamini wako ni maombi yanayohitaji huruma na neema zako. Tunakuomba uyapokee, na kwa huruma na neema yako
utujalie kadiri tulivyokuomba, kwa njia ya Kristo Bwana wetu.
Salini ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubalike kwa Mungu Baba Mwenyezi. Ee Bwana, tukisha kutulizwa na dhabihu hii, utujalie hili, maadamu tunakuomba kusamehewa dhambi zetu wenyewe, tufanye bidii kuwasamehe ndugu zetu. Kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Mshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na kitendo la kufana kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, Bwana Baba ule mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele. Wewe kwa njia ya mfungo wa kimwili unazuia vilema vyetu, unainua roho zetu, unatujalia fadhila na thawabu kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwa njia yake malaika usifu adhama yako, enzi ukuabudu na mamlaka ukupigia magoti wakitetemeka. Mbingu na nguvu za mbinguni na maserafu wenye heri wa kuadhimisha pamoja kwa shangwe. Tunakusihi utujalie tujiunge nao kwa wimbo wa sifa, tukisema bila mwisho. Mtakatifu, mtakatifu, Hosana
Bwana kweli mtakatifu, na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki. Maana kwa njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, na kwa uwezo utendaji wa Roho Mtakatifu, unavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza. Wala uache wakusanya watu wako, ili toka mawio ya jua hata machweo yake dhabihu safi itolewe kwa jina lako. Basi tunakusihi kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tumekutolea ili uvitakase, upende kuvitakatifuza kwa Roho huyo huyo, ili viwe mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa, alitwaa mkate na akikushukuru, aliubariki, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitwaa kikombe na kukushukuru tena, alikibariki na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanaye aleta wokovu, pamoja na ufufuko wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni, na tunapotazamia ujio wake wa pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu. Tunakuomba uyaangalie matoleo ya kanisa lako, na kwa kumtambua yeye aliye kafara, ambaye ulitaka kutulizwa kwa sadaka ya kifo chake, utujalie sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao, na kujazwa Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili mmoja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili pamoja na wateule wako, kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, na mitume wako wenye heri, na mashahidi wako watukufu, pamoja na Mtakatifu Robert, somo wa parokia yetu, na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima maombezi yao mbele zako. Tunakuomba Bwana, huyu aliye kafara na upatanisho wetu, alete amani na wokovu
duniani kote. Upende kuliimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Francisco na askofu wetu Richard, pamoja na maaskofu wote, waklero wote na watu wote unaofanya kuwa jamaa na taifa lako. Usikilize kwa wema sala za jamaa hii ulioiita hapa mbele yako. Baba uliye mtakatifu, kwa huruma yako wakusanye kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani. Uwapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu, na hasa huyu ndugu yetu Hana wa Irimu, ambaye tunaitolea ibada hii kwa ajili yake, na wote walioaga dunia wakiwa wamekupendeza. Nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo, ili pamoja tushibishwe milele kwa utukufu wako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake unaujalia ulimwengu mema yote. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitia agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunadhubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi. Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, tujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, amani na waachieni, amani yangu na wapa. Usitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Peane amani. Amani yake Bwana, amani amani sabae, amani sabae, amani yake Bwana, amani sabae. Yesu, amani sabae, amani yake Bwana, amani sabae.
Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri hao wote walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Mwili na damu ya Kristo vitulinde sisi sote hadi tufikie uzima wa milele.
Christ, sanctify me. Body of Christ, save me. Blood of Christ, inebriate me. Water from the side of Christ, wash me. Passion of Christ, strengthen me. O good Jesus, hear me. Within thy wounds hide me. Separated from thee, let me never be. From the at the hour of death, call me, and close thee bid me, that with saints I may be praising thee forever and ever. Amen. Bwana, tumepokea amani ya siri za kimungu na kushibishwa kwa mkate wa mbinguni. Tungali bado hapa duniani, tunakuomba kwa unyenyekevu ili yanayotendwa ndani yetu na sakramenti
yatimizwe kwa matendo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Mungu ni mwema Kila wakati na kila wakati. Mungu ni mwema. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele, amina. My name is Robert, and I'll be making the announcements today. Today is March 23rd, third Sunday of Lent, and would like to thank Father Emmanuel and Seminarian Paul, choir, and our youth for animating Mass today. We also want to thank our altar servers, Kai and Frank, and all of us for taking part in our Mass today. We'd like to take this chance to welcome any visitors who are visiting us for the first time. Kama ni mara yako ya kwanza kututembelea, tafadhali simama, utusalimie, utuambie jina lako na umetoka wapi. Sioni kama tuna wageni. Just to remind ourselves, Mass is, we have Swahili Mass at 12:30 every Sunday, apart from the fourth Sunday or the fifth Sunday, depending with the calendar of the parish, when we have combined Mass. And also there's English Mass at 4 p.m. every Saturday and Sunday at 10 a.m. We continue having Rosary every day at 7 p.m. Through the prayer line. And actually today we'll be marking 5 years since we started the daily Rosary. We started it on the 23rd of March, so we are celebrating 5 years today since we started the daily Rosary. It's only 30 minutes, so if you are able to join, kindly join us at 7 p.m. Please use Cash App provided to make sure Shepherd Pass contribution. Look at the KCCF logo with the hashtag KCCF Boston 24 with the Kenyan logo on it to make sure you're sending your contribution to the right place. We have two announcements that we'll be making. We regret to announce the passing of Edwin Moses Kenyajui, which occurred on March 14th. He was the brother to Kathy. We all know Kathy Wasarun, among others. Memorial is today, starting at 2 p.m. at St. Stephen Anglican Church, and the address is 1495 Mammoth Road, Draycott, Massachusetts. And then the wake is on Monday, 3/24, from 4 p.m. to 8 p.m., that is tomorrow, at Doran Funeral Home. The address is 106 Middlesex Street, North Chelmsford. And then the funeral is on Tuesday, 3/25, at 10 a.m. to 12 p.m. at PCA Neema. Please note the memorial service today is St. Stephen, but the funeral will be at Neema Church. And the address will be posted on the forum. Please let us support this family. As we all know, they lost their mom about a year ago in January. And then in February this year, they lost the son, and now they lost the dad. So please, after this, we'll have a very short social hour downstairs. That way we can join them for the memorial service. We are also saddened to announce the passing of Ruse Wajiro Ng'ang'a, mother to Anthony Thuo, or Thuo Thuo. We all know Thuo Thuo. I don't think kuna mtu hapa hajaipigwa picha na Thuo Thuo. He used to be a member here, but he relocated to Worcester, which occurred on March 18th, 2025. Family and friends are meeting today, Sunday at 3 p.m. 3 p.m. to 6 p.m. and daily from 7 to 8 p.m. for prayers and fellowship at their home at 83 4th Street, Worcester, and also on Zoom, and link will be posted at the church forum. Before the passing, she was admitted at the hospital for several weeks, in the last 2 being in the ICU. The family is looking to cover the bill of $2.5 million and also travel to Kenya to lay her to rest.
Kindly consider supporting the family with your prayers and finances. God bless you as you give. Your contribution may be sent to, we have the Cash App and Zelle handles, and this will be posted on the church forum. Also, as we had during the beginning of Mass and during Mass, Mama Lucy Charles lost her sister. Mama Lucy, Helen, Mama Charles. That's the one who lost her sister. Let us remember her in our prayers. And once we have more details, we'll be sharing on the church forum and in our respective Jumuiya forums. We have an announcement from St. John Paul II Jumuiya. Please join St. John Paul II Jumuiya on their Lantern Day of Recollection on Saturday, April 5th this year from 10:30 a.m. to 3 p.m. at the Cathedral of Pines in Leech, New Hampshire, 03461. Theme for the recollection is Walking with Christ in the Desert. And this also will be posted on our church forum and also on our Jumuiya forum. Before we started Mass, we collected the Catholic Appeals envelopes. If you came late and you still have your envelope, I'll be collecting them after Mass. If you forgot your envelope at home, we still have some back at the back of the church, and we are kindly asking if you could fill one, and then we'll be glad to turn them in today. The annual registration is going on, and we still have some people who have not registered. I'm not sure why. We started this on January 1st, and we still are missing like around 40 people who have not registered. Sijui kama ni kuhama, ama bado wako tu. Please take a minute. Just take 1 minute to fill in the form. We have people who are waiting for these names, especially the youth ministry. They want to know how many they are. And also, we're supposed to start cleaning up our forums. For you to be in the choir, you have to be a registered, because unaweza kuweka kwa choir na pengine hutaki kuwa kwa choir. I just picked up choir. Sio kusema kuna watu kwa choir hajaregister. Same as Jumuiyas and associations. So please, if you have not registered, we can help you. It only takes a minute. For the last couple of weeks, we've been announcing about the Kenyan Embassy in Washington, D.C. coming. Unfortunately, that has changed. We don't know why. They just told us things have changed. So they do not have a certain date when they will be coming. They are telling us they will be coming, but hatujui ni lini. They are encouraging us to keep on filling in the forms of whatever we need on the e-citizen, because even if you go to Washington, D.C., New York, Kenya, you still need to do it online. And once you do it and you pay, you can go anywhere. If we have enough people who are in need of services, we can make arrangements. There's somebody who knows somebody in the consulate in New York. We can make arrangements for you to go there, but you need an appointment, because wako kwa UN building, you need an appointment to go there. So until we hear from the embassy, we don't have any other information. Or what we know, they are saying they are coming, we don't know when. About our young ones, tafadhali, when we go downstairs, please, as parents, let's watch our young ones. A couple of weeks ago, nilipata chai imemwagika kwa stairs, and somebody left the tea there, didn't clean up. Also, I found some people trying to play the keyboard. There were two boys, and they are trying to tangle who is going to play with the tea on top of the keyboard. So please, let's make sure we do not bring our snacks upstairs. We finish downstairs, drink our tea downstairs, and then we can do anything else. Please, tafadhali, tafadhali. Also, when we go out, let's avoid opening the two doors on this side of the hall, because they have discovered they can, wanaweza tega hiyo milango and go out. And most of the time, we don't check those doors. So most of the times, pengine, we are leaving those doors open. So if you have to go out, let's use the main door to go out and to come in, tafadhali. And as parents, we are all parents. If you see somebody doing something, please,
collect them or let us know, that way we can approach the parents. On Friday, April 4th, the church over here, there will be a lantern fish bake. Yeah, it's Friday. We are allowed to eat fish on Friday. So it's their Night of Corumbas. They do that to support the church. It will be served from 5 p.m. to 7 p.m. So you can drive by and have dinner here. They also have cheese pizza and a couple more items. The information is on the bulletin. So if you're around, please do swing by and let's support the church. Again, it's baked fish, and itakuwa hapa kwa hall from 5 p.m. to 7 p.m. The charges is what you can offer. If you have $1 na hiyo ndio Mungu amekupatia, that's all you pay for. If you want to pay 1,000, you're most welcome. We also have an announcement here on the bulletin. They are collecting items to help during the Lent. And as you saw on the message that we had posted on the church forum, the last 2 Sundays they've been collecting. Today is the only Sunday they were not collecting. But this coming Sunday, March 29th and 30th, which is the 4th Sunday of Lent, we focus on Tewksbury Hospital. Tewksbury Hospital serves a broad range of people who need services from mental, physical, and emotional impairments, as well as those in substance recovery. They request sports outwear and caps, particularly red socks, deodorant for both men and women, body wash for men and women, small bottles of hand lotion. This is this coming Sunday. They'll be focusing on donation to go to Tewksbury Hospital. On April 4 or 5, the 5th Sunday of Lent, we focus on House of Hope in Lowell. The House of Hope provides both temporary shelter and affordable permanent housing and support services with committed to building family economic self-sufficiency and opportunities to improve those lives, whole lives of the poorest children. They request disinfectant, sprays and wipes, lasers and shave cream for men and women, sheets in both twin size and full size, and bath towels. Again, this will be posted on the church forum and on our Jumuiyas. If you are able to, tafadhali, we can donate, and there will be a table at the back of the church. We can put them over there. During our Jubilee celebrations, after the celebration, we had a review of what we did, and part of the challenges that we had was lack of proper documentation of sacraments. We do not have good records, and we decided we would try our best to do that. So we've started with CMA and CWA. Please, if you haven't turned in your certificates, we'll be numbering them and doing the membership number. That way we can be able to track how many people have gone through that. As of right now, I have 0 certificates from CWA and 11 from CMA. So if you know you have it at home, please bring it, be it next Sunday. That way we can start the process. After that, we'll go to the other sacraments, be it baptism, confirmation, you name it. That way we can have a record, because we had a very hard time trying to figure out how many people have there been ever baptized in our community. Kama umekuwa godfather ama godmother, we need your help to know umesimamia watu wangapi. So please, tukifika hapo, let us cooperate. If you'd like to become a Eucharistic minister, please see myself or John, and we can walk you through of how to become one. We'd like to appreciate the youth for the good job. See, they did something good today. Thank you. Thank you to our youth for the wonderful job you did today. And today we have on one of our youths, Edward McKenna. He has something for us. Is Edward here? Yes, come forward. He has something that, even standing here for our youth, it's a challenge. So let's appreciate him. He'll tell us something, and then
I'll have one more announcement and then we'll be done. Hello, everyone. My name is Edward McKenna. Hello. Greetings. God is good all the time. I'm here to invite you all to my upcoming wedding coming up. I'm behalf of my fiance and I. She's not here, unfortunately, but I'm representing her. So we would like your support and prayers, and we will send out the invitation out there. And I just want to say that we will really be grateful if you guys support and pray for us for this wedding. So we keep you guys updated. In the invitation, we'll have all the details. So I'm here to say our Bible verse for the youth. I know today they did a good job. Let's clap for them. They did a wonderful job. I know the Father always said the youth are the future, and what they did today was the truth and the light of God. They praise and worship, which all your parents should be part of them. So I have a verse for you, for the youth. Psalm 15, verse 2. The one who walks in blameless, who does what is righteous, who speak the truth from their heart. So this is for the youth. What you just did is speaking to what you represent, which is the true light of God. And what you guys did, praise and worship, because you were raised to worship God. It's not from your parents, but from the teaching of your parents. It goes back to the age when God teaches his people and spread the work of God to generation. That's why he promised Moses and Abraham. So you guys did a wonderful job. Just applaud for yourself, for youth. Just applaud for yourself. Just remember, always stick with the truth of the God. Don't let anybody question your faith, because Psalm 118 says, don't listen to men, but listen to God, because God can bring you things that you've never been before. It can bring you education. It can bring you financial freedom in the name of Jesus. Trust in God and trust in yourself too. Don't let the world question you. Don't let society question you. So just stick with your truth and the light. That's all I can say. Thank you all. Thank you, Edward. I tell you, even standing here, it's not easy. So thank you, Edward, and congratulations. And I will be here to support you in your new journey. Last but not least, we are reminded to switch off our phones as we enter the church, and to also make use of the quiet room, which is right here. Next Sunday will be combined mass. Did I miss something? Okay. Next Sunday will be combined mass at 10 a.m. I wish everybody a blessed Sunday, and please let us remember to go support those who are in need at St. Stephen today, and also remember God is good and all the times. Tumsifu Yesu Kristo. Asanteni. Tusimame tumalizie ibada. Bwana, tunakuomba ongoza nyoyo za waamini wako, na uwe radhi kuwajalia watumishi wako neema hii, kwamba kwa huduma katika kupenda wewe na majirani, waweze kutimiza utimilifu wa amri zako kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Na baraka yake Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu
iwashukie na kukaa nanyi daima. Nendeni na amani. Thank you very much. I wish you a wonderful week, and thank you, the chairperson, for reminding us about phones. You normally forget. You normally forget every time. So thank you very much, and have a blessed week. Thank you.